Okay, so ladies and gentlemen, welcome. Hii hapa ni T4Z Hair Natural Salon podcast, na hapa tunakuwa tunazungumzia vitu vingi sana, and we got our main product, ambapo hii hapa ni product ambayo tunajua inafanya vizuri kwenye masuala zima ya treatment za nywele na maintenance, si ndio? Madam, how are you? I'm fine, and you? I'm good. Na tunajua sasa hivi kuna baridi ya Arusha, ndio maana tumezingatia makoti. Okay, so mimi naomba nikukumbushe for the first time tunafanya interview mimi na wewe, nilikuwa tarehe 3 mwezi wa 7, unakumbuka? Unakumbuka how it was? Kidogo. Nakumbuka. Yo, so kipindi kile tuliongelea kuhusiana, tuna introduce by the way watu kujue product, ndio for so far kuanzia kipindi kile mpaka sasa hivi, do you see any awareness to people? Yeah, a lot of awareness. Watu wengi sasa hivi wanajua T4Z kwa sababu wengi wanatangaza, kwa sababu tuko kama wakala wengi. Kwa hiyo kila mtu anajitahidi kutangaza kwa uwezo wake. Kwa hiyo imefikia watu wengi. Yaani hata leo tukiongelea kila mtu anajua T4Z ni nini. Okay. So good. So hapa leo tutapiga story by the way kuhusiana na product. Lakini kitu kingine ambacho wewe ambaye haujui, madam pia anafanya challenge ya T4Z na atatueleza nini maana ya challenge. Mtu kasikia challenge na kwenye comment moja niliona mtu aliuliza hivi challenge ni nini? Unaweza kutusaidia kujibu? Okay, challenge ni pale ambapo unasuka nywele, kwa sababu kuna aina mbili za kusuka nywele za challenge. Kuna mistari ya kwenda nyuma, then kuna rasta, lakini ile size ya kati kubwa. Kwa hiyo unasuka nywele zako, unakaa nazo bila kuosha na bila kufumua kuanzia miezi 3, 6 mpaka mwaka. Bila kuosha na bila kufumua. Hiyo ndio maana challenge. Na ukiwa unayofanya hiyo challenge lazima utumie product ya T4Z ambayo ni mafuta na moisturizer. Hii moisturizer ni kwa ajili ya kusukia, hii ni kwa ajili ya ngozi. Okay. So tunaweza kusema challenge ni kama ni jina limepewa kwa the way of treatment. Also. Yeah. Okay. Nice. So wale watu ambao tulikuwa tunazia challenge next tumejibiwa. Okay. So kuna kitu ambacho watu wengi walikuwa wakiuliza, hasa ikuona wewe. Kuna mmoja alisema hivi ndo wewe, unakumbuka? Wewe ndo wewe kweli, nakuona mtandaoni. Okay, so mimi najua umekaa upo kwenye challenge, si ndio? Lakini watu wanatamani kujua ni muda gani wewe umekaa kwenye challenge. Yaani ukianza for the first time unaanza mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi na miaka 3 kwenye challenge. Miaka 3 kwenye challenge. Oh, okay. So hiyo courage ya kukaa kwenye challenge muda mrefu, yani uliitoa wapi? Na una kamera 3 yote au unakuwa una pose? Okay. Kitu ambacho kilinivutia kuwa kwenye challenge, nilikuwa nataka sana kuona nywele zangu zikiwa zinarefuka. Na pia na kwa sababu mimi nauza hii product, lazima niwe mfano kwa wengine. Kwa hiyo mimi huwa nakaa mwaka mzima bila kuosha. Mwaka mzima. Kwa hiyo nafumua kila mwaka, na mwezi huu nafumua. Kwa hiyo nitaona matokeo. Wow, so mwezi huu anafumua. Unawaambiaje? Okay, kuna wateja ambao wapo karibu na sisi hapa, unawaalika aje kuona? Karibuni, siku nafumua nitatangaza kabisa nafumua leo. Wale wanaweza kuja, karibuni sana. Tutakata keki. Jamani, kuna keki. Na by the way, na mimi nitakuwepo, lazima nitahudhuria siku hiyo. Okay, so unajua unafanya challenge, lakini kuna mtu anatamani, okay, kwa sababu watu wengi wameshaona by the way matokeo yako for the first time. Nakumbuka unafumua, it was very fun, yani watu wewe hizo nywele za ukweli. So ni vitu gani vya kuzingatia kabla mtu ajaingia kwenye challenge? Cha kwanza kabisa, ukiwa kwenye challenge unatakiwa uwe unapaka mafuta kwa wiki mara 3 na kumasaji. Masaji ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho unaweza kwenye challenge. Na ukiwa kwenye challenge lazima uwe na hivi vitu viwili. Hivi ni vya muhimu sana. Hii mafuta kwa ajili ya ngozi
na hii moisturizer kwa ajili ya zile nywele, kwa sababu unaposuka muda mrefu unatakiwa ulinde ile nywele yako ili isikatike. Na hii ndio inalinda ile nywele yako ili isikatike, kwa sababu inafanya ile nywele inakuwa na unyevu, kwa hiyo nywele yako ikatike. Na hii ndio unatakiwa upake kwa wiki mara 3. Na ukipaka unatakiwa umassage, ndio kila kitu. So manake kwenye challenge hizi ndo tuseme kama main product. Wow. So jamani, tuna zaidi hair food, lakini tuna moisturizer ambao hizi hapa ndo tunaambia zinafanya kazi hasa kipindi cha challenge. Vipi hizi kuhusiana na hizi hapa sasa? Hizi hapa kuna shampoo na conditioner. Hizi zinatumika wakati tunaosha. Hii shampoo kwa sababu unakaa na nywele zako kwa muda mrefu, hii inatoa uchafu wote. Yaani ukipaka mara 1 mara 2, yaani uchafu wote unatoka kwenye ngozi. Na hii inafanya zile nywele zinalainika. Na zinajaza nywele. Kwa hiyo ukiwa na nani ile nywele ili uweze kuichana vizuri sikatike, unailinda nywele yako sana kupitia hii hapa. So manake hapo una mfano before hujaingia kwenye challenge unaweza kuzitumia hizo hapo kuosha. Ndio, lazima uoshe kwanza, uandae ngozi yako ili ipokee treatment yako. Jamani, hivyo ndio vitu vya msingi vya kuzingatia kwenye ukiwa unafanya challenge sasa. Ni challenge gani ambayo mtu anaipata mpaka mkasema hii hapa ni challenge kweli, itaitwa challenge? Ni kitu gani ambacho kinafanya either watu wengi washindwe kuingia kwenye challenge? Kwa sababu nahisi mpaka inapewa jina la challenge lazima kuna kitu ambacho mtu atajisahau mara kaeka. Kitu cha kwanza, watu wengi wajazoea kukaa na nywele muda mrefu bila kuosha. Hicho ndio kitu cha kwanza, mtu anawaza kwani naweza nikakaa mwezi mmoja bila kuosha chiki. Na kingine pia unalinda nywele yako isiingie maji ni yaani ukiwa kwenye challenge utakiwa kabisa, kwa sababu ikiingia maji unaenda kufanya ile na nini nywele inakuwa tope, kwa hiyo zinashikana, kwa hiyo zitakatika nywele zako. Kwa hiyo ikiingia maji tukiwa kwenye challenge lazima tukufumue tuanze tena upya. Kwa hiyo mimi kwenye pochi yangu huwa nazunguka na kofia. Mvua ikitokea kokote lazima nivae. Basi ndio maana inaitwa challenge. Hakikisha maji yasiguse nywele yako, kwa sababu wamesema inaleta tope na nywele inaweza kukatika, so utakuwa na treatment. So najua hii hapa uwe ni mwaka 3, si ndio? Na watu wanakuona, kuna watu wengine kwenye peji zenu naona sasa hivi mambo yako vizuri kule. Kuna mwitikio gani wa watu kufanya challenge so far kuanzia umeanza mpaka sasa hivi? Mwitikio ni mkubwa sana, kwa sababu watu mara ya kwanza watu walikuwa hawaamini, lakini kwa wale ambao walifanya challenge walithubutu kufanya, baadaye wakaona matokeo nywele zao zilivyokuwa nini. Kila mtu akaamini sasa, kwa sababu unajua sisi binadamu hatuwezi kuamini kitu kwa kuambiwa tu. Lazima waone kwamba kweli kitu nafanya kazi. Kwa hiyo walivyoona kwamba tunaposti watu tofauti na ni kweli ni watu wanaona wanavyoanza mpaka. Kwa hiyo mtu sasa hivi wako wengi, sasa hivi tuna watu wengi na wanazidi kuja, na karibuni au mnanisikiliza sasa hivi, karibuni sana tufanye challenge, tuwe na nywele ndefu, karibuni sana. So mimi najua lazima kila mtu kuna mteja wa kwanza lazima utamkumbuka. Huenda labda ulitumia nguvu nyingi kumshawishi nini. Unamkumbuka huyo mteja wa kwanza kabisa aliyeingia kwenye challenge? Tumpe moyo yake leo hapa. Namkumbuka, alikuwa anamuita mama mtumishi, alikuwa anatokea Mwanza. Anakuja kila baada ya miezi 3 anakuja kufungua. Mwingine anaitwa Mama Chapati. Mama Chapati, yule alikuwa nilifanya kazi, lakini sasa hivi amefumua, wengi wameona nywele zake. Afu kuna Subira pia. Big up sana. By the way, Subira ninakumbuka kipindi fulani tulimfanyia hapa interview. Kipindi tunaanza. Big shout kwako Subira, tunathamini So tukiwa tunamalizia by the way, tunajua huu ni msimu wa 8/8 na umesema unaenda kufumua, tumeshawalika watu waje hapa kutoka na keki. Subira usikose. So ni ofa zipi zinapatikana kwa wateja ambao watakuja hapa maybe kufanya wanataka kuanza challenge? Kwa kipindi hichi cha 8/8 mtu kinunua hizi product mbili tunakusuka zile nywele za challenge bure. Kwa hiyo
njoni wengi mje mwanze challenge, kwa sababu mwezi wa 8 ukisha tu hiki kipindi cha 8 na ofa inaisha. Jamani, changamkini fursa. Umeambiwa ukija hapa kimsimu hapa na 8 unasuka bure kabisa. Cha msingi ni nini? Wewe nunua hizi hapa product za T4Z. Ukishazinunua tu tayari unasuka bure, unafanywa treatment hapa siku hiyo. Una enjoy. By the way, na kushauri uje kipindi nafumwa ili uje uwe inspired. Na wengi ambao napenda niwaambie wateja wangu, wengi ambao wamjui kwamba ukinunua hii product kwetu hii, huwa tunakuruhusu uje saa yoyote, siku yoyote kuja kumasaji. Tunakupaka mafuta na tunakumasaji. Hiyo ndio ofa yetu ya T4Z, ili tukuonyeshe jinsi ya kumasaji na jinsi ya kutumia hizi product. Kwa ile tunatoa bure kabisa. So means hapa mtu akija saluni za T4Z, si ndio? Ameshanunua product. So service ya kupaka mafuta na kumasaji ni free. Hiyo hapo ni muda wote. Muda wote. Hata kuja kwa siku mara 5 tunakumasaji kwa ajili yako. Kumbe mnafanya kitu kizuri by the way, kwa sababu sio wote ambao wanakuwa na muda wa kumasaji, si ndio? Kwa hiyo hapo our massage the right way. Kitu kizuri. So maybe hapa naona tunaelekea mwisho. Neno la mwisho wa kuambia wateja wa T4Z, wa mafuta ya T4Z unaambia nini? Wateja wangu nawakaribisheni sana katika kwenye saluni yetu ya T4Z Hair Natural Saluni. Karibuni sana mje mtumie hizi product, kwa sababu hizi product ni kweli zinafanya kazi na tumeona matokeo kwa watu wengi. Karibuni sana, hili ndio chaguo la nywele yako. Tunakushukuru sana bwana, sisi tumepiga story nyingi sana. And by the way, hii hapa interview utaipata kwenye ukurasa wetu, tunasema YouTube channel yetu. Utaingia pale, make sure una subscribe, si ndio? Weka comment yako, kitu gani umependa nini, kama umetajwa make sure unaita. Lakini tunapatikana Instagram, tuna Facebook na TikTok. Kwa tunatumia jina moja, T4Z Hair Natural Salon. So we have nice moment, lakini tumekuwa na wakati mzuri by the way, and sisi tunakwambia ciao.